Ni wajinga. Upo mbavu. Nakuja risasi zinatuishia wote. Wewe mjinga, jitokeze. Inaonekana unahitaji kufa. Sasa nakuonesha. Umeniita bwana ndugu yangu. Simu yangu haikuwa na niacha, kuna simu niliacha. Lakini niliona simu zako niliziona. Kwa hiyo nikasema sasa nimepata muda ni cheki na nini na kutafuta kwenye mbele. Nikasema je, nikusikilize bwana, je tatizo nini? Ni kweli bwana afande. Nilijaribu kukupigia simu lakini kwa muda ule ulikuwa pokea. Nikajaribu kukutumia message. Nadhani mpaka wewe umefika hapa umeuona ujumbe wangu. Ni kwamba nilikuita hapa. Kuna mission ambazo nilitaka kuna jambo nataka tuongee. Kwanza pole sana, nikupe pole sana. Sababu tangia umepata hitilafu hiyo, kuona tukio kutokana na zetu hizo mambo mengi, leo uko huku kesho huku. Yeah. Mambo ni mengi. Pole sana kwa hiyo. Daktari vipi lakini unajibu anasemaje kuhusu maelekezo aliyokupa kuhusu hitilafu ulipata? Bwana afande, mimi yani kwa sasa nipo angalau nipo vizuri. Alafu kuhusu maelekezo ya daktari ndo kama hivi. Kuna muda fulani nilitoka, aliniambia nipate muda mwingi wa kupumzika. Kwa hiyo nimeona nirudi tena kupumzika. Unajua? Ndio. Kwa hiyo mimi kuhusu hali ipo vizuri tu. Kama ni hivyo ni jambo zuri, maana afya ndio kila kitu. Ndio. Afya ndio kila kitu. Kama uko sawa sasa hivi ni jambo la kushukuru. Kingine ndio hivyo, nilikuwa nataka nisijue hizo information ambazo nataka kunipa. Inaweza kuwa ni information ambazo zinaweza kuwa zina faida kwa upande wangu hata kwako pia. Ni vyema kujulishana zaidi tujue tunafanyaje au tunasaidianaje. Bwana afande, hivi unajua mtaa wa Santiago kwamba kuna jengo la serikali ambalo lile bofu lililoachwa kweli? Ndio nalijua hasa. Sasa pale bwana afande. Ndio. Bwana afande, pale kuna information ya hatari ambayo ipo pale. Kuna watu pale wapo kwenye mission. Na watu wenyewe sio wa kawaida, ni majambazi wahalifu. Sasa nimeona ni vizuri nikakupa taarifa hizi kwa sababu pia hata nikikupa taarifa wewe mimi kuna msaada ambao nitaupata. Pale kuna mdogo wangu ameenda. Sasa nadhani kwa msaada zaidi hata ikitokea ameshindwa kupambana nao, wewe afande ukienda pale itakuwa umeongeza msaada. Ameenda mdogo wangu na pia kuna rafiki yangu ameenda pale. Kwa hiyo watu wawili tu ndio salama pale, lakini wote wengine utakao wakuta sio watu wazuri, ni wahalifu. Sasa nimeona nikupe taarifa hizi.
ili uwahi, kwa sababu hizo shughuli ndo zinafanyika saa hizi. Kwa ndo hivyo afande. Kwanza nikupe hongera kwa kuweza kutoa ushirikiano mkubwa kwa jeshi la polisi. Maana taarifa kama hizi na ni watu wachache sana ambao wanaweza wakatoa detail kama hizi, na sisi tutaweza kufanyaje kupambania ili mambo yaweze kukaa salama uraiani na watu waweze kuwa salama. Nikuhakikishie tu kwamba sasa hivi hapa mimi ninapotoka, ili swala nitakuwa nikalifuatilie sasa hivi. Na nashukuru sana na kwa support uliyoionyesha, kwa kweli mambo yote nadhani yatakuwa sawa na kila kitu kitakaa sawa. Kwa hilo ondoa shaka. Na sasa hivi hapa ndo inabidi nitoke niende huko moja kwa moja nipitie kwanza kituoni pale, nichukue na maskari wangu kama 3 hivi ili tuende tujue tunafanyaje, tunaingiaje pale, tukafanye upelelezi zaidi ili kambi yote ile tujue nini kinachoendelea. Ndio vizuri. Basi mimi ngoja nikuache, usipoteze muda ili niwahi huko, tutawasiliana. Sawa. Nakutakia mafanikio. Sawa. Ugua hapo.
kupurukushani kila mahali, michongo barabarani. Sisi ndo wale ambao tuchani mavitu kibao, mikazo kizingua, sisi tunapiga mbao. Wasela hawataki masiara, pesa ndo mchongo wa kila mwana. Ukileta jinga tunakuchana jana, maisha siku zote kupambana. Naamka asubuhi, jua lachomoza, anga ya pamba zoka, sijui niwaze nini, niende kanisani au maskani au kijiweni kwa wanangu wa zamani. Yes, Dumb Boy toka pande za Dumb Class. Wanangu 45. Yeah. Kwanza najikubali, najiita nyota kali. Nilizaliwa mchana, sijawahi pata lana. Baba nikataa, mimi mtoto wa mama. Ukija leta shobo, nitakupiga mapanga. 45 ndio namba, 32 kitengo. Heshima. Maisha ya kisela, tumekulia kisela. Maisha ya kisela, tumekulia kisela. Yes. It does.